Miaka mingi kabla ya muungano, Tanganyika ilikuwa chini ya utawala wa kikoloni. Kwanza ilitawaliwa na Ujerumani, lakini baada ya vita ya kwanza ya dunia ikaja ikatawaliwa na Uingereza. Lakini ndani ya ardhi ya Tanganyika, sauti pekee ambayo ilikuwa ikisikika ni sauti ambayo ilikuwa inadai uhuru. Na sauti hiyo ilikuwa ikiongozwa na kijana msomi, mwalimu na mwanasiasa mwenye maono makubwa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kupitia chama cha TANU, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwaunganisha wananchi ili kupigania uhuru kwa njia ya amani na sio vita. Nyerere alijua kwa kufanya hivyo itasaidia kuwashawishi watu wengi sana, na kweli alifanikisha. Watu waliandamana na kudai uhuru kwa njia ambayo haikuleta fujo, yaani in peaceful way. Hatimaye tarehe 9 Disemba mwaka 1961, Tanganyika ilipata uhuru wake kutoka kwa Waingereza chini ya kiongozi shujaa na mwenye ujasiri wa kweli, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na ilipofika mwaka 1962, Tanganyika ikawa jamhuri rasmi, wazungu wanasema republic, chini ya uongozi wa Nyerere. Wakati huo Zanzibar ilikuwa na historia tofauti kabisa. Kwa karne nyingi Zanzibar ilikuwa chini ya utawala wa Oman Sultanate, na baadaye ikaja kutawaliwa na Waingereza. Tena miongoni mwa sehemu ambazo zilikuwa ni muhimu Afrika basi ni Zanzibar. Kwa kipindi hiko Zanzibar ilikuwa ni kitovu cha biashara ya karafuu pamoja na biashara ya utumwa. Mwaka 1963 Zanzibar ilipata uhuru wake, lakini haikufanikiwa kuwa jamhuri. Iliendelea kuwa chini ya Sultani Jamshidi bin Abdullah, lakini uhuru huo haukudumu kwa amani. Ilipofika tarehe 12 Januari mwaka 1964, usiku mmoja ambao ulibadilisha historia ya Zanzibar milele, yalitokea mapinduzi makubwa pale visiwani Zanzibar. Watu walikuwa wamechoshwa na mfumo wa utawala wa Sultani Jamshidi bin Abdullah. Mapinduzi hayo yaliongozwa na Sheikh Abeid Amani Karume, na walifanikiwa kuiangusha serikali ya Sultani Jamshidi bin Abdullah, na mfumo mpya wa uongozi ukaanzishwa. Japokuwa hayakuwa mabadiliko ya kawaida, bali yalikuwa ni mabadiliko yenye vurugu, mauaji na hofu kubwa ndani na nje ya Zanzibar. Afrika mzima ilianza kuiangalia Zanzibar kwa jicho la tahadhari, maana karibia biashara zote Afrika kwa kipindi hiko zilikuwa zinategemea pale visiwani Zanzibar. Baada ya mapinduzi, kulikuwa na hofu kubwa kwamba Zanzibar ingeweza kuwa kituo cha siasa kali au kuingia mikononi mwa nguvu za kikomunisti. Hata kwa upande wa Tanganyika, Nyerere alianza kuhofia ikiwa Zanzibar itakuwa na msimamo mkali wa kisiasa, inaweza kuhatarisha usalama wa eneo lote, yaani Tanganyika na Zanzibar. Maana maeneo hayo ni maeneo ambayo yapo karibu sana. Na hapo ndipo lilipokuja wazo la kuunganisha nchi hizo mbili, yaani Tanganyika pamoja na Zanzibar. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwaza hivyo ili kutengeneza usalama zaidi kwa mataifa yote mawili, lakini pia alikuwa na lengo la kuunganisha Afrika na kuwa kitu kimoja, yaani Pan-Africanism. Na hata kwa upande wa Sheikh Amani Abeid Karume pia aliona muungano ndio njia pekee ya kulinda mapinduzi yaliyofanyika pale Zanzibar, pia kuimarisha serikali mpya na kupata ulinzi wa kisiasa na kijeshi. Ilipofika tarehe 26 Aprili mwaka 1964, hatimaye historia iliandikwa rasmi. Viongozi hawa wawili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Sheikh Amani Abeid Karume, walikubaliana kuunganisha mataifa yao na kuwa taifa moja. Na hati rasmi ya muungano huo ilijulikana kama Article of Union. Hakukuwa na kura yoyote ya maoni kutoka kwa wananchi, ulikuwa ni uamuzi wa viongozi hao wawili. Baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, hatimaye taifa jipya lilitengenezwa lililoitwa Tanzania, lenye mjumuiko wa Tanganyika pamoja na Zanzibar. Lakini bado pande zote mbili zilikuwa na serikali yake, yaani serikali ya Zanzibar, na pia huku bara nako kulikuwa na serikali yake. Kadri miaka ilivyopita ndivyo maswali yalivyozidi kuibuka. Je, muungano ni wa haki kwa pande zote mbili? Je, Zanzibar ina uhuru wa kutosha? Je, mfumo wa serikali mbili unatosha? Ilifika mahali kuna wapuuzi wachache waliibuka na kutaka muungano huo uvunjike. Lakini licha ya changamoto zote, muungano huo uliendelea kudumu. Licha ya changamoto zote, lakini muungano huu ulileta utulivu wa kisiasa, uliimarisha umoja wa kitaifa, lakini pia ni mfano wa mafanikio na kuigwa ndani ya bara la Afrika. Ni moja ya miungano michache sana iliyodumu kwa miongo mingi bila kuvunjika.
Mwaka 1972 tukio la kushtua lilitokea ambapo Sheikh Abeid Amani Karume aliuawa kwa kupigwa risasi wakati yupo zake makao makuu ya chama cha ASP kule visiwani Zanzibar. Jaribio la kumwokoa kiongozi huyo lilishindikana na Karume alifariki muda mfupi tu baada ya kushambuliwa. Baada ya shambulizi hilo, mshambuliaji aliuawa hapo hapo, hata nafasi ya kupata maelezo kamili ya nia yake haikupatikana, na ndiyo maana ukweli kamili wa tukio hilo la mauaji ya Sheikh Abeid Amani Karume haujawahi kupatikana hadi leo. Lilikuwa ni pigo kubwa kwa Zanzibar na hata kwa Tanzania kiujumla. Baada ya hapo uongozi wa Zanzibar ulibadilika na hatimaye Aboud Jumbe akawa kiongozi mpya wa Zanzibar. Na mwaka 1977 matukio mawili makubwa yalitokea. Kwanza, katiba mpya ya kudumu ya Tanzania iliundwa, na jambo la pili, chama cha TANU kutokea Tanganyika kiliungana na chama cha ASP kutokea Zanzibar. Hatimaye kiliundwa chama kimoja, Chama cha Mapinduzi, CCM. Hii ilisaidia nini? Kwanza, iliimarisha umoja wa kisiasa. Pili, ilipunguza mgawanyiko wa awali kwenye siasa. Katikati ya miaka ya 1970 hadi mwaka 1980, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alianzisha sera ya ujamaa, yaani socialism. Lengo kubwa lilikuwa ni kuleta usawa wa kiuchumi pamoja na kujitegemea. Lakini Zanzibar yenyewe ilikuwa na mtazamo tofauti kidogo na huo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na hapo palianza kuwa na mgogoro kidogo. Zanzibar ilikuwa inataka hiwe na mamlaka zaidi. Pia ilikuwa inataka kuleta hoja ya kuwa na serikali tatu. Baada ya mivutano hiyo kushindikana, mwaka 1984 Aboud Jumbe alijiuzulu kama kiongozi wa serikali ya Zanzibar. Mabadiliko makubwa yalikuja kutokea mwaka 1992. Tanzania iliruhusu mfumo wa vyama vingi vya siasa, na hapo ndipo upinzani ulipoanza kwenye siasa. Baada ya hapo katikati iliibuka mijadala ya kubadilishwa kwa katiba ya nchi, na ni mara baada ya vyama vya upinzani kuanza kuleta hoja zao. Zikaletwa hoja za kuanzishwa mfumo wa serikali tatu, lakini hadi sasa mfumo ni ule ule, bado unaendelea. Na hadi leo hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bado ipo imara. Na kila ifikapo tarehe 26 mwezi Aprili, basi Tanzania husherehekea muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Muungano huu ni kielelezo tosha cha amani, umoja na uhuru wa mwingiliano baina ya watu wa visiwani Zanzibar pamoja na Tanzania bara. Na miongoni mwa vitu ambavyo tunaendelea kuomba viendelee kudumu vizazi na vizazi, basi ni huu muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Mungu bariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bariki pia na watu wake. Niliyekuletea makala hii ni mimi, The African Traveler.